LTN. Your trending mission. It has nothing to do with attraction or admiration. Tera duonga uka. Tera duong ter manga madichuo. Modongo. Mucha mukuon. Nyalorome. Manyok ter manyati matinika in chopi. Okay? So do not let anybody gas you. Don't let anything, do not feel pompous and prideful and walk around. I see you as my little brother. When you mtu at most neza katuma kwa duko kanilete sukari na maziwa. Kwa hivyo zijichunge. And I think that's the mistake you may make now that I'm thinking about it. Nitatuma mpaka hiyo mpaka hiyo voice recording, na nitaita hapa celebrity waiter alirecord by the time ulikuwa unanifukuza. Sikia niongee wacha nini. Nikuuliza tu princess. Unajua kwa nini tulikosana, si ndio? Mbona hiyo hujasema? Nikumbushe ili niiseme. Then unajua mtu akufanyia, for example, ukifanyia mtu kitu sawa, so kila mahali unaenda si hata pikipiki nilikupea. Pikipiki yako nilikupea hata logbook. Pikipiki ya nani? Yako nilikupea. Nilikudisia. It's good umesema yangu. Okay. Nilikupea. Haukunipea, niliendea. Uliendea, si ndio? Yes. Aya, na kukuja hapa ndio kuongea ilikuwa ni kwa nini umekuja kuongea? Juu ya nimekuja kuongea because number one, unakumbuka tuliongea na Viola, nikaambia Viola, actually tuliongea na Irene. Nikaambia Irene ambie Omosh yangu na yeye imeisha, but kuna vitu mbili out of kila kitu nilinunua. Nataka tu vitu mbili peke yake. Kama tuende tu pole. Kama tulijuana na mimi na wewe. Unapigia watu ya nini? Kwa nini mimi uniambia tunataka hivi na hivi? Omosh nilete ile simu yangu ni play recording nikikwambia that was when? That was on Monday. Ukaniuliza iwaya. Swali yangu ni umepigia watu wangapi ati sijui hiyo mambo tunaachana na wewe sijui ongea na Moss umefanyia wawili. Viola na Irene. Ulikuwa unapigia, hauna namba yangu? Omosh, why are you here? So niwe nataka uongee venye zote venye kimbikimbi alikuwa anakupigia usiku zile message zote. Ongea tu kweli. Nataka uongee ukweli. Zote vitu mlikuwa naongea. Hata mimi niko na zingine. So ukweli mimi nimesikia, acha niongee. Omosh, ukweli nataka vitu zenye nilinunua na mimi niondoke. Hiyo ndio ukweli. Omosh. Wacha niongee. Omosh, na ulisema utanyamaza tu. Wacha niongee. Ulisema utanyamaza tu. Wacha niongee. Unaona mkibishana itakuwa poa. Haitakuwa poa, like tulie tu. Like mkijibishana huyu anaongea hatutasikizana. Unaona? Listen. Twendeni tu pole. Super, listen. Me, I'm wishing you well. Yeah. Let me tell you, personally, I can walk in the court and Omosh can be arrested right now. Because if I withdraw everything from where I kept it, he's going to be taken in right now. Number one. Number two, I am not Omosh's girlfriend. I'm not Omosh's girlfriend on the social media. Go to High Court, you will get it. Fauzia Naima Abbas. I am Omosh's wife. Shadrach Omondi Orwa. Na Fauzia Naima Abbas. Go to the High Court, you're going to get that. So it's not something I'm coming here to chase clout, no. And ata wewe, I'm just wondering, a woman is telling you
A woman is telling you she's 3 months and a half pregnant, and you're very comfortable trying to tell me, let us solve it just well. Let us just put this thing in order. Let us just do this. Really? Do you have children? I come in peace. Do you have children? Personal life. I'll not answer that. Thank you. Answer that. That's my personal life. Yeah. Thank you. And okay. I would have asked. that I would have asked you. I would have asked you. Ulisema unataka vitu zako. Mama, yes, please. Subiri. Ulisema unataka vitu zako, and you have decided, you yourself you have decided to walk out of Omosh lives. Unaona? Yes. Umedecide kutoka. Wewe mwenyewe umedecide kutoka, and what you need now ni vitu zako, which unaambia Omosh, I just want this and this. Omosh, naweza zipata ama siwezi? Then we solve this. I've not started asking these things today. I've not started asking these things today. I've used, do you know Irene? Do you know Irene? Irene is the lady that whenever Omosh is arrested, Irene Ndoa yuko na yeye. But I'm usually the one behind Irene. You see, even ukita Irene aliambia Omosh. Omosh akakata. Omosh told me today, I'm coming on Wednesday. Wewe ndo ulifanya, mimi sitaki uongee na kimbi. Hata Nuru knows very well. Go and ask Bibi Nuru. Omosh aliambia Bibi Nuru, ambia Nuru awache kupigia bibi yangu simu. I told Omosh, what do you want me to do? You are not supposed to talk to anybody. Me, I deal with real estate. Me, I am a farmer. I deal with the sugar cane for sugar. I deal with maize. We produce flour. I'm not supposed to talk to anybody. I'm not supposed to talk to anybody. Anytime my phone rings, I have to tell Omosh who is calling me. So I felt like this is too much. The first time I got Omosh, after 3 days ametoka cell, I got Omosh with a girl. Ask, hata Nanino knows, even Omari knows, the lawyer knows. Nili miscarry. I was taken to hospital. Nikambi Omosh imeisha. We went back home kwao, tukaongea na wazazi wake. I was stupid enough to come again and carry the second pregnancy. And then today, he's telling me, yesterday I was in Nairobi, and I know why Omosh was mad. Yesterday I was in Nairobi. I went to Nairobi yesterday, I came back today. And Omosh had no idea that I was in Nairobi, mpaka vile aliambiwa fununu. But mimi, if you want, come. Let him show you the messages. Nilimwambia, you can come with your girlfriend. Niko kwa hii nini? Kulikuwa na Emma Jalamo. I went to Nairobi with the morning flight. I came back today. I told Omosh, we can be good friends. You can have your girl. Me, I don't have a man. At the moment, I don't have a man. By the way, I can have men if I want. It's only that I value myself, so I'm not going to rush to anything. But Omosh kept on saying, umesikia akisema, wenye walikuwa nakutumia pesa ni akina nani? I am a landlady in Nyali, Mombasa. I am a landlady in Nairobi, South B, at Golden Gate. I'm a landlady. I'm a landlady in Mamboleo. I'm a landlady in Homa Bay. I'm a businesswoman. I'm not supposed to talk to people, and they're the ones who are giving me the money that is paying his shit as well. I'm not supposed to pick my calls. I don't have any problem, and I thank God you are there. Please help me talk to Omosh. I don't want everything. I just want the two things. Enye aliambiwa tangu tarehe ngapi? 16. 16. Okay. Sasa si maybe niseme aje like tupe maybe mpaka deadline tomorrow. I'll talk to Omosh. I'll get back to Auka because I have Auka's number and everything will be sorted. Hizo vitu zenye unataka, just say them. I'll try my best as a woman. Cause umeamua hautaki kukaa. Yet you're pregnant. You're 3 months pregnant. So the rest maybe don't even worry about the pregnancy, whether it will be there or it will not be there. Don't worry about that. For me, I only needed the things. If you talk to him akimaliza, I'll do what? I'll do nini.
Nani Miss B, I don't want kila kitu ya Omosh. Sitaki kila kitu ya Omosh. Omosh akona message, Irene alimwambia, Viola alimwambia. Sitaki kila kitu. Omosh alisema yeye atalinda nani? Atalinda mtoto. Me, I did not even want mtoto in the first place. I did not want mtoto. Ilikuwa ni story yake na mama yake. Omosh. Naweza ongea. Go ahead. Nimesikia kila kitu yenye Princess ameongea, lakini mimi ni mwanaume na I think hata kama mtu kama ako na pesa, pesa ni yake, unaona? Na kitu yenye iko mimi Omosh, wacha tu niambie Princess ukweli kitu yenye iko. Princess ni mwenye kwa boma yake. Mimi Omosh bado niko pale kwa Simba. Hakuna venye naweza chukua Princess nimpeleke pale kwa nyumba ya. Nataka unielewe. Okay. Hakuna venye naweza chukua Princess nimweke wapi? Nipeleke kwa nyumba yangu. Okay. So kuna yani Princess ni mimi sikunywi pombe. Anakunywa, anafanya nini? Anakunywa urongo. Tu hata nikuwa kwa nyumba akilewa kelele sijui niko na pesa sijui vitu tu, unaona vitu tu. I think mtu kama Omosh ameona tu aibu kwa vile nimesema mimi ndio nilikuwa kila kitu. Wacha niongee zake, so anasema kitu yenye atasema. Tuache niongee then utaongea. Lian, come sit here. Omosh endelea. Come sit here. Oh yeah. Unaona? Omosh endelea. So as in anakuambia Omosh fanya hivi, Omosh fanya hivi. Mimi pia nikaona mimi ni mtu mkubwa. Unaona? Si ati kama ati sina pesa, siwezi move on na maisha. Alinisaidia, sijakataa alinisaidia. Lakini pia mimi nimeona ni move on na maisha. Ni move on na maisha yangu. Unaona? Kulingana vitu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya nini? Ananifanyia. Kuna hata tuongee tu. Kuna vitu zingine hata nikisema hapa, mwenyewe nitaona hivi. It's Omosh talking. Mwenyewe nitaona hivi. It's Omosh talking. You just listen. Omosh, umewahi peleka nani? Umewahi peleka Princess kwenyu akaona wazazi wako? Iko hivi au? Yes or no? Nataka iko hivi au? I'm listening. Venye tulijuana na Princess, tulijuana through online kama tujaonana. Nataka unisikie. Akanilipia ndege, nikaenda baka wapi? Nikaenda baka Kisumu. So venye nilifika Kisumu akaniambia mimi Omosh, mimi niko hivi na hivi. Nikasema ni sawa. Haina shida. But mimi kulingana vitu anapigia beste yako Omosh ako hivi na hivi, nalipia mimi ndo nalipia Omosh nyumba, mimi ndo nasaidia Omosh. Nikaona ndiko na mkono yangu pia mimi kuna vitu zingine naweza fanya nini? Naweza fanya kimimi. Sai karibu 3 months kama tuko na yeye sawa. Hata namba yake niliblock. Let me bring my phone. I think now this is becoming too much. Omosh, umenipigia tumeongea na wewe saa hii usiku. Let me bring. Omosh, umeongea after ile vya wacha kama naongea uongo. Kama naongea uongo pia wewe utakuja tu ongee baadaye. Mimi niko na recordings zote.
nika block namba yake, unasikia uka? Akaanza kunipigia na private. So mara mingi ananiambia sio boss, nimemove on na mesa yangu. Sasa mimi nikasema kama umemove on na mesa ni sawa, hata mimi ni move on na mesa. Omosh, acha nirudi kwa swali yangu. Umewahi peleka princess kwenyu, yes or no? Auka. Nimempeleka. Haya, thank you. Number 2, hizi vitu zake zenye anataka, juu amesema ako tu hapa anataka vitu zake. Is it possible anaweza zipata mkiachana mwachane kwa amani bila drama mingi, ama ni ngumu? Princess anataka nikupe nini na nini? Unazijua? Mwambie. Nilikutumia text. Omosh, nilikutumia text. You know those things. Okay. Generally, let me say this. Zile viti zenye ziko kwa hiyo nyumba peke yake ndio kitu ya Omosh. Yeah. Sasa unataka nini na nini na nini na nini, then story ishe. Juu Omosh pia amesema ame move on na maisha yake. Me, I want my things. Gani na gani na gani? Omosha confirm kama ni zako ama I don't know. Tunamwambianga kila saa anaharakisha. Au nini? What will I say? The only thing sitaki ni nguo zenye nilimnunulia na viatu na hizo vitu zingine ndio sitaki. Hiyo peke yake. The rest nataka. Omosh, hizo the rest uko nazo? Wana Yeah. Hizo vitu zenye anasema, amesema kuna bedding zenye alinunua tu zenye ilikuwa ni niko live. Kuna beddings alisema alinunua tu. Yes. Yeye ndiye anatumia akikuja Nairobi, hizo ndio anataka. Hata alinipea beddings, vitu za kitanda like duvet, manini, bed sheets. Floyd, wacha kushinda ukiniambia bwanako. Omosh si bwanangu. Sumana vile ameulizwa na ukamara mingi, ushaipeleka princess kwenyu. Ilikuwa ngumu sana yeye kufanya nini? Kukubali. Okay? Ilikuwa ngumu kwake kukubali. Auka, after live ile ilisha, nimepigia Omosh. Nikauliza Omosh, na madharau ilikuwa ya nini? Omosh akaniambia, I am sorry. In fact, alishindwa, akatoka kaenda club. Auka. Akaniambia, I am sorry. Auka. Mimi kama Omosh, naongea kama mimi. Mimi naamua kitu kimimi. Mtu unaona? Naamua kitu kimimi. Si ati naambia mtu sijui nimefanya hivi na hivi. Mimi nimeamua move on. Niliamua move on na maisha yangu. So Omosh, is it true princess ndiye amekuchukunia? Is it true princess ndiye amekuwekea nini? How do we call it? Bond na bail hizo za makoti manini? The surety, yes. Ni mimi na sister yangu. Iko hivi, aliniambia hiyo iko hivi. Ingefaa nitoe, nilikuwa kotini tarehe 13. Na niliongea na lawyer yangu Omari. Kuna lawyer ninakuaga nayo mwenye anakujaga. Kuna demu mwingine anakuaga nayo mwenye Omari kwa anamtuma. But siku hiyo Omari mwenyewe alikuwa. But tulikuwa tumeongea na yeye, naenda kutoa nini? Naenda kutoa jina yake. Hata juzi nimekuwa huko. So hiyo tu ni kwenda tu. Naenda tu na watu wawili naambia tu wewe fanya. Hata wanajua watu wanafanya nini? Wanakosa. Omosh. Move on na maisha yako princess. Omosh. Move on na maisha yako. Si mimi ndo nilikuambia mimi nime move on. Si ati si uko nimekuambia. Mimi ndo nilitangulia kukuambia. I'm going to send you the recordings zenye zilikuwa ni ya leo. And Omosh felt bad
I posted Kimbi today, and I wrote on my nini post, a brother from another mother. And I did not know that Omosh alikuwa na nini. Omosh alikuwa akona sudo. So Omosh was telling the friends, kwa nini mimi na post vitu zenye zinakaa hivyo. Omosh called me yesterday saa 10 with video call. I did not pick. He called me twice. I did not pick because I thought ama alijua, because I had talked to Irene. I told Irene I'm going to Mombasa. Nikasema ama alijua. Vile sikushika, in the morning nikamtumia text. Nikamwambia ulikuwa unasema aje? I have a recording. Omosh aliniambia vizuri nakuja Wednesday. So I don't know the Omosh that moved. Omosh, can you give me a minute? I don't know. Au kanaenda kukutumia hizo recordings zote. Auka kuna msichana mwingine. Omosh, 1 minute. Auka kuna mama mwingine ni Mkamba. Kuna mama mwingine Mkamba amolekea mzungu. Ni friend yangu. Kuna list ya vitu alikuwa ameniambia yote. Omosh does not know kwa nini niliogopa. Huyu mama Omosh alikuwa kwa nini yake, kwa birthday yake. Naenda ku screenshot everything that was there. Everything yenye mama aliniambia. Nikaambia mama, the only thing yenye ilikuwa imeniweka kwa Omosh is the pregnancy. The only thing is the pregnancy. Nothing much. Yeah. Nilikuwa naficha. Sasa wacha nikuambie, naona princess kama unaona huyu princess. Mimi yule mama ndiye aliniambia. Sikia, wacha niongee. Okay. Kuna unajua Kimbi. Yeah. Kimbi na Kimbi mara Kimbi anataka kumuoa. Kimbi achiko ja cheni nyingi Yesu. Kimbi niko na record hiyo nayo niko nayo. Niko na sasa kuna siku Kimbi amempigia simu usiku. Nilikuwa kwa nyumba. Na kuna venye alikuwa leo kidogo. Na kuna sister yake. Unaona? Akaniambia huyu ni Kimbi but nitakwambia kila kitu. Mara venye alikuwa naenda Omosh, unachukia Kimbi. Unachukia Kimbi because nilikuwa naongea na Kimbi. Ulianza kuchukia Nuru kwa sababu nilikuwa naongea na Nuru. Au utakuwa tukikuja kusema wacha niongee na kuna kitu nasema ya ukweli. Umezoea siasa, mumezoea kusema urongo. It is normal in your mouth to say a lie and you're comfortable with the lie. With the lie. Tafuta rika yako, wewe ni mkubwa kwangu. Hivyo mimi sijakata. Tafuta rika yako, mimi ni mkubwa kwangu. Hata Kimbi bado ni mdogo wangu. Kimbi is my friend. I'm only 40 years. So what? Na mimi? You are 33. It's okay. Move on na maisha yako. Mimi sijakata vitu zangu kama ni Omosh. Omondi winch. Vitu zangu kikubali, kesho Kimbi anakuja na gari kubeba vitu zangu. Simple. Ndio sababu ukaiko hapa. Kwa nyumba yangu. Aya ukasi unasikia? Mimi ndio nalipa. Au unasikia? Mimi ndio nalipa. Au ukasi unasikia? Nalipa nyumba yangu. Akuje. Sasa tujasema tunakuja kubeba nyumba. Tunakuja kuchukua vitu, hatubebi nyumba. Wewe ongea kila kitu na Kimbi. Mimi ni uso. Ongea kila kitu na Kimbi. Lakini hata yeye anajua hawezi kanyaga nyumba yangu. Hawezi kanyaga nyumba yangu. Wewe ongea naye kila kitu. Wewe ongea naye kila, mwambie kila kitu. Precious, what you are saying one day will come to you. You should know one thing, Precious. Omosh na mimi hata vile Omosh saya naongea, it's okay. Mi sina issue na yeye, mi ni mkubwa wake. I agree. Sijai kata at any point. Hata super, I don't think kama ni age yako. I don't think so. But mimi sina shida.
na mwenye una date. Mimi sina shida kabisa na mtu yote mwenye una date. Guy, Mimi mi bado ni mdogo. Mi bado ni mtoto. Mi bado ni mtoto okay. wake Odhiambo. Siko ubaya. Okay, fine. So what I was trying to tell Precious, mimi na Omosh tumeanza from scratch. The reason was we were going to live together. That was the major reason why I would say sitaki zile curtain, enda uchukue curtain fulani wapi Isili. Napigia mtu simu, naongea na Omosh kwa simu, ananiambia nichukue hii ama ni hii. Namwambia chukua hii. Nalipa, anapeleka. Another thing, when you go to High Court Nairobi, utapata mwenye amesimamia Omosh ameandikwa kama bibi yake. Omosh alikuwa hapo ndani ikiandikwa kama bibi yake. My name is there. Sina problem watu upendana, watu wachana. Lakini watu wanachana na amani. In fact, niliambia Omosh mara nyingi, mimi kitu nataka ni amani. Give me what you are giving me. Alafu tufanye nini? Tuachane tu na nini? Tuachane na amani. Ikiwa maneno ya mtoto, aliniambia mtoto atani nini kivyake. Nimeongea na Omosh, tumeongea na lini? Mwisho tumeongea na leo usiku. But ile siku tukiongea na wewe, si wewe ndo umeniambia maneno na matanga? Mimi nilijua issue ya matanga. Si wewe ndo uliniambia tunaenda nyumbani? Nikakwambia Omosh, mimi sitaki kurudi nyumbani. Nikienda na wewe nyumbani, I am going to do what? I am going to hurt other people. Mimi ndo nilikwambia. Umesema uko na gari, uko na miwa, uko na kila kitu. Watu wenye wakapa, kuna mahali nimeongelelea gari? No, let us be real. Kuna mahali nimeongelelea gari? Hapana, tafuta mimi wachana na mimi. Acha hivyo tu. Wewe hapana, Omosh sitaachana na wewe kama hujanipatia vitu zangu. Sitaachana na wewe kama hujanipatia vitu zangu. Auka. Omosh, is it Melvin, ni vitu maneno ishe. Yeah. Unaweza mpatia hizo vitu za yes, nyumba ni yako, lakini amesema vitu ziko ndani yake. Vitu zake ziko ndani. Hakuna rishiti na kila kitu. Unaweza amekuja kwa hii nyumba. Usikuja kwa hii nyumba. Mimi siwezi kaa nyumba kaa hiyo. Na kama ungenipea pesa ningakula siku unaona hiyo vitu. Hakuna vile ungekula kwa vitu zingine silikuwa nalipa na simu. Si I have the nini? Safaricom alinipatia nini yangu yote from last year. Si niko na hizo vitu. Move on na maisha yako wewe. Mimi sijakata, mimi move on hata kabla wewe. Mimi kitu nakwambia nipatie vitu niondoke. The reason tulinunua hizo vitu unajua. Nilikuwa nanunua vitu na kuambia okay, nyumba ni pesa ngapi ni hivi because I wanted to come. We were making what? Family. I got pregnant for you. The twins nilikupata na mwanamke. I went to the hospital. Nikapata nini? Miscarriage. The first pregnancy. Right now I'm 3 months and a half. Umekuleta nikupe vitu zako. So hivyo tu. Niyo tu peke yake. Ndio nataka. Yeah. Ni sawa. Ndio nataka. Well, Omosh, hebu nikuulize. Hi everyone. Omosh. Hi, nimekuwa nikifuatilia sasa. Omosh, hebu nikuulize. Uwezi jaribu tu, you find it in your heart, uamue tu mpatie hizo vitu then malizane. Manake according to her she wants to move on, but hizo vitu ndizo zinamhold back. Uwezi decide, you just make a decision, umpatie hizo vitu zake then malizane. The rest mtatengeneza baadaye. Unafikiriaje? Hata Omosh amesema ame move on. So there's no big Si like kila mtu hapa ame move on. So issue ni hizi vitu. Marvin, hizi vitu lazima utuzichukue ama you cannot start all over again. Barry, let me put it this way. Yeah. Number one, when I was knowing Omosh, we had a plan. Plan was we were going to live together. You see, we were going to live together. But vile tulikuwa tunaenda kuishi pamoja, Omosh had nothing. So nikamwambia what you are going to do, tafuta nyumba nini, at least a slightly better house, tuanze kununua vitu tukieka hapo, then we'll move to the house that I know I can live in. So mimi ndo nitamwambia enda chukua gas.
type hivi, enda chukua hii nini dufe, chukua hii carpet, enda chukua kitu fulani, hii kitu inawekwa hivi. Mimi na Omosh, our plan was to live together. Hakuna mali tulikuwa tumekorofishana na Omosh mpaka January nilivyoona de mwenye anaitwa Janet Ochieng. Profile yake kama umepiga picha na nani? Na Omosh. I called the mother. In fact, mamake amenipigia nini? Alinitumia message leo jioni. Sikutaka kumwambia what is going on. Ashanipigia mara mbili, I've not been talking. So, the reason I bought the things because I believed we were starting what? Life. At that time, Omosh aliniona kama mimi ni mdogo kabisa, mdogo kama chungu chungu. All of a sudden now I'm so huge and very old, which I agree. People, watu wengine labda hujui hata kama watafika that age. Omosh is threatened by my personality. Because mimi, Marvin, for me, by any chance, well, you are well off financially, and we've seen when you wako na pesa wana frustrate sana watu hapa nini. By any chance, have you disrespected Omosh as your husband or anything? No. Omosh amewahi kukuonyesha madharau? The only thing Omosh alikuwa na feel vibaya, Nuru kunipigia simu na kimbi. Kitu yenye iko akilewa, mimi sikunywi pombe, but akilewa Omosh akilewa tu kelele. Unajua by the yani, okay, wacha ni agree na whatever nani Omosh kidogo tu. Let me agree with what Auka ameuliza, okay? We tried to handle such kind of a case here. Later on nikasikia the real issues baadaye and I was shocked, nikasema kumbe we were so wrong. So just maybe there's just more to this than what meets the eye. Barry, let me tell you. Number one. But now you people, we can decide to solve the things. Let me tell you, number one. Kitu yanataka hapa saizi ni vitu zake. Slim, let me tell you. Vitu according to where huwezi zirudisha at all, huwezi zirudishia then mwacha tu kwa amani. And then Melvin ajisort. Very unasikia. The problem is this, imagine ikikuja live, I'm not supposed to gift anybody but him. If I gift somebody, I have to explain it. Nikulize nani Marvin nikulize. Mimi hakuna pesa yangu yote mimi nitaka kutumia nitaka kusaidia nayo. Nikumbushe. Omosh hizo za kupita njia. Slim hebu kidogo. Sasa Omosh. Pesa zenye ulinipatia na mimba yenye niko nayo, who is carrying a lot? Marvin. Yes. Wewe na Omosh mnajuana kuliko venye sisi wenyewe tunaweza sema tunawajua. Exactly. Mtu ni bibi yako. Anapost base yako ya nini? Omosh that was the problem. Sasa anapost kimkim. Kwani mimi ni mjinga? Omosh. Wacha niulize. Nani Marvin, just a minute. Omosh, hebu wewe kama Omosh, shida gani uko nayo ama issue zako ni gani? Tusikie zenye princess amekufanyia wewe kama wewe wanaume wako na kiburi, kuna vitu zenye huwezi entertain. Umesema wacha niseme hivi, naongea bila uoga na wako hapa. Princess, kuna venye princess kuna kimbi. What? Kuna venye alikuwa na wacha tu ni Omosh kimbi hapo na nyumba yake. I don't want problems. Kimbi hapo na nyumba yake na bibi yake. I don't want problems. Wacha Berry moderate. Wacha niongee. Omosh. Na unaharibu nyumba ya mtu. Kimbi alimpost kwa wall yake. Nikamuuliza kwani imekwaje kimikime na kupost kwa wall yake. Nikamuuliza. Okay, Omosh, unajua hizi ni allegations, okay, of which to substantiate. Now Marvin, according to wewe, is there anything between when apart from, of course nimesikia your explanation, but
Has there been anything beyond normal friendship between Wena Kimbi Kimbi? Nothing. Barry, this is how I knew Kimbi Kimbi. When Omosh was arrested in Kisumu, we were together. Alikuwa ametoka akienda, and then akaambia Halwande, nini kuna huyo TV, mtu wa media anaitwa Kalwande, akapatia Kalwande my number. So he told Kalwande, do what? Pigia bibi yangu mwambie nimeshikwa. At that time, I was expecting before this one. So alivoniambia, I wanted So Omosh that was friend. another pregnancy. Okay, just to be clear, that was a Yeah, different pregnancy. not the second. Yes. Alimiscarry. Okay. The reason go I ahead. miscarried, Omosh left the cell. After 2 days, Omosh was with a girl, and when I called with the on a WhatsApp, then I saw them, and from there I could not take it. I went to the hospital, and I lost the twins. This thing, even his lawyers know. This thing, even some of the politicians know, but they did not know what caused it. Unaona, tulidanganya tu ati ilikuwa ni maneno ya nini? Ilikuwa maneno ya case. But it wasn't But what maneno ya happened? case. What exactly happened? How did you miscarry? Stress. Berry. Was there Nini? violence? Beri, unaona Yeah. mtu ameenda akafika ameshikwa, you expecting mtu ameshikwa, I followed up, tunaongea na yeye, we were only 2 people talking, and I was giving out anything that I could so that au CID wasifanye nini, wasimfanye chochote. Beri. You see. Okay. So by the ilikuwa when time Omosh was inside bado. when Beri. Omosh was inside akishatoka, so Okay, we were Beri. like, okay, Sasa kila na kitu alikuwa na Beri, pressure. Beri, after 2 days, after 2 days ametoka is when nikafanya Beri. nini, nikapata that thing. That is when I miscarried the So that's when twins. you Beri. miscarried. Okay, Yes. sawa. Haya. Sawa, Mavin kidogo This tu is basi, kidogo tu. Mavin, kuna swali naulizwa hapa over and over again. Mbona yeah. ulipost Kimbi Kimbi? Okay. The reason why I posted Kimbi Kimbi, number one, Kimbi Kimbi is a good friend of mine. I knew Kimbi Kimbi from Omosh. I knew Nuro Kanga from Omosh. You see, how did I know them? I knew them because I wanted somebody to help me. The day Omosh was arrested, to help me get to the headquarters, because mimi nilikuwa niko Kisumu. So I was calling these people to help me. That is how I knew them. And from there, we started talking. Omosh aliambia Nuru awache kupigia bibi yake simu. Nikaambia Omosh, nitaishi kama mfungwa. You don't talk to anybody. I'm not supposed to talk to anybody. I'm not supposed to gift anyone. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to receive calls. No, I it's have okay, to but say who's calling me. Beri, hizo ni uongo bwana. Aiwe. No, Beri. just a minute. There's a Beri. question nimeuliza Marvin, okay? No, just a minute. Gunther, just a Marvin. minute, okay? Just a minute. Marvin, there's a question nimekuuliza. Omosh, ngoja kidogo utaongea. Unaona, jealousy is part of every healthy relationship, even marriage, okay? So in this case, you guys were still in marriage, okay? Now, in the event that your man would post another woman, and depending on whatever you'd have written, so you'll come andika nini as captions, of course, it's every man's or every woman's, as in common behavior or reaction to feel jealous. You need to agree with me on that, Cindy. So I the moment you agree, post another man, and I whether friend or agree, not, and the and caption depending on what you was, wrote, the don't you think caption maybe was, zilitrigger pia zilisukuma pia Omosh? the caption was a brother from another mother. You can go and check on my nini, on my account. This is not my account. I've taken for somebody. You can go and check there. But Omosh has always been like that. I'm not supposed to talk to anybody. Okay, so were you But doing this like to get back at Omosh so that, because probably ulikuwa ni kama na something was not going right between the two of you, or it was just innocently done? You posting Kimbi Kimbi because hiyo ilikuwa chanzo cha maneno hapa. Innocently done, and it was done today, Nani Berry, not kitambo. It was done today. After, Just today? Today, after nimeambia Omosh, Omosh, me I cannot keep on like this. Me, I want to move on. I used Irene, I used Viola, ule petty mouth, to talk to Omosh, tufanye tu chini ya maji. Give me some of my things, let us agree. Sasa Omosh akafanya nini? Akablock simu, siwezi nikampigia. Siwezi kumpigia sababu kuna kitu nilikuwa nataka. But alijua chenye nilikuwa nataka.
So he did not want to give me the block. Okay, let Omosh speak. Okay, tujasikize Omosh. Omosh ulikuwa unataka kusema kitu. Hebu endelea. Kitu yenye iko beli ni hivi. But si unapenda Omosh. Si hivyo mnapendana. Mnapendana. Kitu yenye iko unaweza msamea kidogo tuacha tusikize Omosh, hebu ongea. Kitu yenye iko ni hivi. Unajua kitu ya kwanza inafaa kama mwenye uko naye kwa nyumba, yake mwenye kumwambia baadaye au my dear kuna mimi nataka hivi na mwenye akili yake inaenda na yeye, unaona? Yes. Mwenye maybe unamwambia tu leo nataka tufanye hivi na yani niseme class yako mwenye sio ati unajua mwenye mtu mkubwa wako kina vitu hata unaona aibu kufanya nini kumwambia unaona unakaa na mtu kwa nyumba maybe. Omosh, go direct to the point. Kidogo mavi. Okay, Omosh, wacha nikuulize Omosh. Wacha nikuulize just a question. Okay? So hii mambo yote ukuona ukianza na yeye, sasa ndio umekuja ukarealize ni mkubwa wako. Wakati umeniuliza swali mzuri sana. Iko hivi. Yeah. Unajua unaweza kuwa kwa nyumba na mtu anakuambia baadaye Omosh nataka chukua hii pesa endo nibaie nayo hii kitu. But unaona hii kitu inafanya nini? Unazidi. Maybe saa zingine unakaa tu peke yako unaona maybe kwa sababu sina pesa ndio maana natumwa kama mtoto, maybe saa zingine sio rika yangu ndio maana natumwa. So Omosh kuna pesa mtoto hakuna mahali nishawahi nini tuma Omosh. Wacha nikwambie, nilikataa kulipia Omosh rent January. That is when everything became bad. Nikamwambia ambia Janet akulipie. Si ako Katara anafanya kazi, yeye pia alipe. Omosh akafungiwa nyumba. From that point Omosh akaniambia kama uwezo ukanilipia ni haja gani nikae na wewe? Na mimi nikamwambia kama tuko watu wengi kila mtu a chip in. Ndio kitu yenye Omosh mdomo yake imekataa kusema. I refuse to pay January, I refuse to pay this Feb. Nikamwambia au wanawake pia walipe. Hakuna mahali niliambia Omosh chukua hii pesa enda uende unue nini. Why can't you speak the truth? We get help. Berry. Okay, nyinyi watu wawili number one, okay kidogo tu number one, watu bado wanapendana. Kenye kina happen hapa kuna some third forces from both sides. Unaona? Pande ya Omosh na feel kuna kimbi, pande ya Marvin na feel kuna huyu Janet mwenye sijia kwa Qatar, okay? Hata tena si Janet, saiti na ni huyu mwingine. Hata sijui Janet hajui. So what's happening between you two? It's all about external forces. Watu wengine wenye mna feel pia wanapendana huko Omosh naye. So nyinyi watu hapa hata tuongee mpaka hata tufanye nini? End result ni nyinyi mtaamua exactly what you want to do with the relationship. Hapa sioni. Nimemove on na maisha yangu. Sasa tunapendana. So like Omosh, you don't want her like umtaki. Slim. Hakuna kimbi na post kimkolea kila mara na kana yeye. But the lady wants vitu zake. Unaweza mpea? Because pia anasema me move on. Unaweza mpea? Anasema me move on, anataka vitu zake. Princess, venye ulipigia simu nilikwambia aje mambo ya vitu zako? Uliniambia unakuja Kisumu on Wednesday tuonge. Sema kitu nilikwambia. Uliniambia si nani Berry, I'll send you all these things. I'm saying something that tomorrow somebody will hold me against it. Uliniambia Wednesday unakuja. Princess, nikuulize. Nilitoka Kisumu lini? On 23rd. Anyway guys, make sure hapa naweza sema Magima. Nilitoka Kisumu. Mimi sasa unaniuliza vitu mingi ya kutoka Kisumu. Okay guys, acha niwaambie. Betri yangu inaisha. Betri yangu inaisha. I was just here. Omosh asema atanipatia vitu, nitume mtu aenda nichukulie hizo vitu, waniweke penye wanaweka because nimetoka tu Nairobi leo. So I cannot go back. Tena nirudi Nairobi kesho. I cannot. Omosh, are you admitting uko na vitu za Marvin? Yes, uko na vitu zake, uko na vitu za Princess? Marvin, sikiza. Yes, Marvin, sikiza. Yes. Tangu uanze kuongea sijaona penye uko emotional
Omosh, nataka usikie kitu moja. Omosh, we ni mwanaume. Haifai unakuwa emotional. For whatever reason. Kindly. Omosh ako 20, ako 33. Skiza, Slim tafadhali. Omosh, tafadhali kabisa. Acha kuwa emotional. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili yenye inakuumiza ni insecurity. Ukikuwa na mtu kwa mapenzi unaweza kuwa that emotional. Ama unaweza kuwa that insecure. But at times inabidi unameza. Ikifika kiwango yenye uwezi vumilia ndio sasa unatoa. Omosh, for one reason or another itafika mahali Marvin utahusishwa kwa life yake. Juu for now ako pregnant for you. Mwanamke yote mjaluo asipige simu kwangu ama kutumia text message. Na so kindly, hata kama si sahi, you will do co-parenting na huyu mwenyewe maybe unamkataa sahi juu ya age. But you never know what is lying forth for you tomorrow. Kindly, ile yenye nakuambia umpe, enda ufungue, uwezi fungua roho yako mbele ya watu. Enda ufungue roho yako ukiwa peke yako na uweze kumpea kama uko willingly. Hii mambo ya kusema uwezi mpea ama unaona ni vigumu, hapana. Hivyo tu. Hizi stories zingine zenye tunaleta hapa, no. Wacha nikwambie, friendship ya watu wawili ile uwezi ingilia. Mimi nasemanga siwezi ingilia haki. Juu saizi tunasema mtu apewe vitu, mwingine sijui kwanza Omosh ameleft. Hera marjia rio, tek donje seriously. Wanyagoyo koko kai. Kin, giduogo kare. Mimi nashanga huyo Omosh anasema Marvin ni 40 years. Akiingia kwa hiyo relationship, hakuwa anaona. Saizi ndiye anaona. Ai. Bado naweza waambia, guys, I met Omosh when I was 37. Right now, I'm 40. Yeah, nyinyi watu, what I know, what I can read, nyinyi watu mkotuna shida na third parties. Nyinyi wenyewe kwa wenyewe hamna shida na each other. Hii mambo yenu mtatatua tu. From what I'm seeing, hapa tunaweza baki si ndio kimeturamba. Kitaturamba by the way, very kitaturamba. I've seen this kind, we've had such kind of a case in the past. Hapa, you guys just focus. I've not seen Omosh for 2 months and a half. I blocked Omosh from all the social media. We agreed with Omosh, he was going to give me the things and we are going to take care of the child. Mtoto hata sasa sitaki kuongelelea, but we had agreed. After that, I was waiting for those things. I went through the friend. The friend told him. Omosh knew those things are the things that are going to get me back to him. Because after he has given me the things, he knows nitakuwa nimeenda. Me, Marvin, I got from... Yes. Can I tell you something? Yes. Hii kitu ni kitu yenye hata mimi mwenyewe imewahi nifanyikia. I've been in a relationship, but at long last niliamua like, unaona mimi nilikuwa nafanya huyo boy like kila kitu. Yenye ilikuwa kwa hiyo nyumba ilikuwa zangu. Yeye bado alikuwa anasoma, you see. But time ilifika yenye imenifikia kwa I decided to go, like nilimwachia kila kitu. So mama, kama umeamua kuenda, mimi hii ni advice. Hata kama inakuuma, hata kama una, but at long as uko na vile unaweza anza. Mama, anza na kitu uko nayo, muachie. Anza tu na whatever you have. You know, let me tell you, God will open doors for you. There are those things that I've said I'm not going to take, because if I'm going to take everything, that I don't know how much it's going to be, but I'm not saying that I'm going to take everything, but I sent him a text 1 month back. The things that I wanted, you see. And let me tell you, your heart, the reason we were buying things is because we were together, number one. But now you guys are not together now. So if you're not together, we can separate even the things. Anyway, mi naona mkirudiana. Mkianza story na things,
mtarudiana na uende kwa nyumba na mkulane na kila kitu iishe. Mtu akinipata nimerudiana na Omosh, you can call me anything you want to call me. Okay, furthermore Marvin, umesema there is a case that is there a case that mko nayo na Omosh as we speak at the court? Mimi ndio nimemsimamia high court. In the high court it's written there I'm the wife. So even through the court, the court can still give me the things. So you are like more or less of the sure, as in you are now the person. Imagine it is me and my sister. It is me and my sister. And what's the lawyer's advice on this? What's Duncan Omari's advice on this? Have you approached him? Yeah, they told him on 2nd. Omosh was going on to court on a 13th, this month here, 13th. So I told them on 2nd, I am done with Omosh. I don't want to be part of anything. So Omosh was called and he was told. He called me and he asked me, are you serious? You told those people you don't want to be part of this? I said yes. Then Omosh told me, anatafuta watu. I reminded the lawyer. The lawyer reminded him. Ikienda kufika that 13th, Omosh called me on 12th. Akaniambia sijapata mtu yoyote. Nikamwambia no, I'm not going to be part of this. Akaniambia the other people cannot help him. Anything ikimfanyikia ndani ya nini cell and anything, these people are not able to help him. Nikamwambia Omosh, I don't want. Walivyoenda huko kesi iliahirishwa mpaka next month. Okay. So I told Omar, akaniambia they will call Omosh aenda fanya nini watoe, because Shanice did not come. But Omosh still hana watu wa kupeleka huko. So me I felt hakuna ati Omosh hana watu. Omosh anajua watu wengi. Hataki tu mtu wa kwenda huko. Marvin, mi bado naona mnapendana guys. Hii kitu ya sijui nipe vitu zangu. Hii mambo yenu mtatengeneza tu hapo, but I think hapo kwa vitu you need to discuss pole tu muagree on if anything itarudishwa ama if no. Exactly, mrudiani. Bado najua shida ni nikipigia Omosh anakata simu. Nikimtumia text ananiambia nikikuja tutaongea. And for me hiyo kukuja is what I did not want. You see, tunataka kuongea nini? So peane uniambie sawa, tell somebody to come and pick. Umesikia saizi akisema mtu akifika kwa hiyo nyumba yake na akacheka tu akasema utaona. So was it somebody was going to give me my things? Let me tell you, anyone mwenye anajua hii maneno mwenye, because I don't know, I'm seeing it's like kuna multiple people wanasema hapa ni kama kuna vitu wanajua. Yeah? Lady, hi, vipi? Poa sana. Nimeona ulikuwa una type hapa chini. It's like uko na idea of hii issue. Weche jario tech seriously. Kama wewe ngato mi utakae. Mimi utakaa. Yeah, endelea. Nasikiza, as long as you just stay objective, hakuna mtu atakumute. Just be objective. Don't insult anyone. Sawa. Chenye unajua. What do you know about the issue? Issue najua kila kitu. Though nikisema mtani mute ama ukatani block, nikose kusikia vitu za kotini. Nobody will block you, Jabel. No, we are here to help. According to wewe, nini unafikiria? Kitu naona hapa huyu Marvin bado anapenda Omosh, na sasa Marvin, mimi nakuuliza, amngeweza tengeneza hii mambo yenu wewe na Omosh? Ilikuwa lazima ulete public? Nini, ukiona mtu anakuja public amejaribu ameshindwa. I think I may explain that anajaribu kupigia Omosh anamblock, Omosh ashiki simu zake, Omosh anakata. I think I may explain just a few minutes ago. Yeah. Omosh amefungua tu simu like let me say 3 days back after he told me anataka ukuja tuongee. That is when his phone ikabaki haijablokiwa tena. And he was complaining I had blocked him for social media. Yosura last ongei matek. Wewe unaweza msamea Omosh
Can you forgive him? Mimi nilisamea Omosh kitambo. Mimi nilisamea Omosh 2 months back. Nilisamea Omosh kitambo sana. Mimi hata vile wanaongea, hao watu bado wanapendana. Ni tu wako na hasira. Hao watu wapatane, waongee. Actually mpatane tu kwa nyumba vile mko tu watu wawili. I can never be in the same house with Omosh. Never. I know uko bitter mama, uko bitter. I know. But don't swear because mnajua mimi nimekuja nikapata hii story ikiwa inaendelea, but from I don't know, my observation, my assessment about this issue, nyinyi wote mko na issues because of the third parties involved. Wewe uko na issue because of mademu wao wawili wenye una mention involved, Janet na wao mwingine. Omosh na yako na issue because of kimbi. Unaona? Na ya kimbi matches umempost leo, si ati imekuja leo. It's like ini issue imekuaga all along. Si ati it's something that just came up today. Earlier today when unasema according to Omosh, it's something that has been there. So ndio naambia nyinyi mko na shida because of other parties. Wenye mna feel like wamekuja wakamedle kwa relationship yenu ama kwa marriage yenu. My assessment. But why, but then Malvin, if you know bwana yako apendi kimbi, mbona unampost? I don't know if I should go back. Did you hear when Omosh asked me when were we together last? It was 23rd of December, yeah? Yeah. We separated 2 months back. You see, 2 months back. Weura nindi anwachera tek. Kimbi ndio huwa anatego huyu mtoto. Kutego inaitwaje kwa Kiswahili? I want you to be serious at times, okay? Serious? You don't joke. You don't joke. Guys, I think you don't joke with somebody in my condition. That's not okay. Marvin. Yeah. Miss. Lady V, when akujua, ebu kwanza relax mama. Relax. Nataka kukuomba like I just want to nijitoe. So on my side hakuna kesi yote niko nayo hapa, si ndio? Yeah. Tumeshamaliza. Like you don't have any problem with me and I don't have any problem with you. Au kaizi iko hivyo ama bado niko na kesi? Uka mwenyewe hata ko busy. No, yeah, there's something is handling, but I think kama wachiliwa, then I don't think there's any issue with you. Mi wachini nilale. Okay, thank but you. Me advice yenye naweza pea Marvin. So Miss Slim Nyarawendo kiasi Miss Marvin maybe pretty ana ngegi nyingi mara Miss nataka kuambia in case like one mono wate I feel your pain, you feel my pain, but kaka kura wacha nango. As for now ingeni an side chick, it's okay, nimekubali, but I respect you, I respect your decision. Katuwinjiru mana, but the best way manyomo shubed pain uwinjiru kode. It will be dibedo gimaber seriously kuliko tushinde tumegombana. And thank you so much cause umesema una maneno na mimi ambe aunge watch kodi sawa. Lakini kamano Berry, thank you so much. Ero kamano Marvin. Well, okay, so thanks. Imelda, you can send your request. Nalawa anwe aura nindi Berry acheni nilale. Hata mimi I think I think hapa acha nikwambie hapa there's nothing much we can do. Tutawenza. We will reach out to all of them then tuone venye. Yeah, later on exactly, but as for now because they are both bitter because of third parties, so I think it needs some time. Jako kuro gini teko kwa binyalo teko kuyut. Sawa. I can see Nima unashinda ukisema I love Omosh. Hata mwenye atakuwa naye next will just come back here. Maybe if they don't agree between now and let's say within the next like 2 days, they can come back again. And you'll have reached out. Wasi celebrate hata dakika kidogo. Wasi celebrate kwa nini? Imelda. No, I'm seeing how Nima and Eugene are what? They're commenting and I'm wondering if you're still alive. You will never reach to 40. If you're still alive, you will escape that age.
Ile ndio. Actually different ni 3 years peke. No, okay, just Msiongee I mean, I sana. think comment section should be sensitive when it comes to just yeah, let's be sensitive. Okay, endelea Imelda. Imelda Hi, here. hi. I've been Hi, here hi Imelda, since how are you? we were here only 10 people tukisikia story ya Marvin, and then it grew and grew. But you know, Marvin, I just wanted to tell you as a woman, you're very learned. Wewe ni mwanamke, una hela yako, you're organized. So I don't see the reason why you should bring things like this to TikTok, unless, you want numbers or clout. If you really respect yourself as a lady, mtu amekufanya hivyo na amekuacha, just, like accept it and move on. I don't see the reason why you should be pulling and pushing back and forth for I don't know how bed many sheets. times I should say this. Number one, if I wanted If I wanted crowd, I would have come with my own account. This is not my account. Number one. Yes, ma'am. So mi nakwambia tu from maoni yangu, from what I've seen. So like I don't personally sioni reason ya kuvurutana juu ya TV na bed sheets. I know by the end of the month you will have made money enough to buy 10 of those TVs and bed sheets. Are you sure? Yes, We I are praying for trust and I you. You are believe in really you. strong. They will, it will not make a difference in your life. Your mental health, Yes. and your inner strength is more important, especially with the baby in your stomach. Move forward, move strong. The only big thing is to remove your name from legal paperwork. And then usonge mbele. Wachana na hizi maneno mob. Stop chasing this side chicks, sijui angoa. I believe that you can do better. You sound very eloquent, very educated. Uko mbele. Despite what people are saying here, I don't believe that hii ni position yako kwa TikTok. To be honest, I don't see it. You The can reason do way why the better. reason why I came here, I was pushed to the wall. Number one. Number two, we've been saying these things for 2 months. But the thing But I that sasa have now we are sent here, but we are not solving. I have sent 2 people. But Okay? unajua Mevin, wacha niseme kwa Kijaluo, the thing that bothers me most, and kaingiich, you're going to have this baby, and whether you like it or No. not, I don't think so. well, inshallah, You can go call all whatever you God are has side planned, chicks or you it are might young happen, and you might have to co-parent with him. Whatever happens. But there are things that you're pushed to the wall, and you come and say them, and then you can't take them back. Gikmani wacho mani ngatoa jela, sijui what happened, gia simtua what. Those are not things that unaongeleleanga. You just keep it moving because they stay with you. After you say them, ataruka futi 20, and then you look like the bad person. But all in all, I am for women. If I was going to say everything about Omosh, I think both of us wouldn't be in the same place. And Omosh is used to politics, and they know how they can make somebody feel bad, and they can say anything they want to say, and it does not do what? It does not pain them. But for me, I am saying the things that I know and I understand. I think I need to go to bed tomorrow. Yeah. Tomorrow naraukia mahali. Mevin, anyway, whatever happens, Mimi, I am behind every woman for women, and I really want you, in the next month, usifeel in LTN. Low Trending Mission.